Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 8. Katika mstari hii pia tunaona kuna vitu vitatu: kuna hekima, kuna kuomba kwa imani, lakini pia kuna shaka au wasiwasi. Katika maandiko tunaona katika ile mistari mitatu iliyopita tuliyoisoma hapo nyuma, katika ile mstari wa 2 mpaka ule wa 4 tuliweza kuona kuna issue nzima ya majaribu. Sasa majaribu yanaingiliana vipi na hekima? Na kwa nini hekima inaletwa hapa? Hekima siku zote ipo, tunahitaji hekima ili iweze kutusaidia namna ya kuweza kuyakabili yale majaribu. Ndio maana hata Ayubu alikuwa anapitia changamoto mbalimbali. Alipopitia katika changamoto, watu walikuja na mitazamo yao, walimletea kauli mbalimbali, wakamwambia usimkufuru Mungu ufe. Sasa tunaona pale hekima iliweza kutumika kwa Ayubu kwamba lazima niendelee kumwamini huyu Mungu, lazima niendelee kukaa katika imani ya kumwamini huyu Mungu ili Mungu aweze kunisaidia katika haya. Ndio maana tunaona aliweza kusimama. Kwa sababu gani? Alikuwa na nini? Alikuwa na hekima ya kuweza kuamua mambo na kutenda mambo. Ndio maana tunaona katika ulimwengu huu kuna vitu vingi sana, lakini Mfalme Suleiman aliomba kitu kimoja tu, aliomba hekima. Na baada ya kuomba hekima, Mungu akamzidishia, akampa kitu kingine, akampa na utajiri. Kwa maana yake ni kwamba hata utajiri hauwezi ukaupata kama hauna hekima. Tukiachana na hiyo, tunaona kuna swala la kuomba kwa imani. Watu wengi wamekuwa na maombi ya wasiwasi. Ukiweza kusoma kwenye Biblia hapa, utaona maandiko yenyewe yanasema kwamba kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Yaani mtu anakuwa naomba lakini hana imani kwamba Mungu atafanya kweli, Mungu atatenda kweli. Ninachotaka nikwambie ni kwamba amini kwenye kile ambacho unakiamini, na amini kwenye kile ambacho Mungu ametaka uweze kukiamini kwamba atakitimiza, kwa sababu yeye alianzisha safari yako ndiye atakayeweza kuimaliza. Ndio maana siku zote huwa nazungumza kwamba kazi ya shetani huwa anafanya manipulation. Ukiwa unawaza kuwa mtu mkubwa, ukiwa unawaza kuwa tajiri mkubwa, anaanza kukuletea mitazamo ya watu kuzungumza, au namna ya watu familia yenu kuzunguka, au halisia wa maisha yenu. Ukiangalia pa nyumbani kwenu maisha ni magumu. Lakini ninachotaka nikwambie leo, anza kufikiria kama mimi ninavyokuaga nafikiria. Wewe nafikiria kwamba hivi wale marais ambao wako madarakani, mawaziri ambao wako madarakani, wabunge ambao wako madarakani, kuna wabunge ambao washaikuwa kwenye familia yenu au kwenye familia yao kwa ujumla. Ukiangalia kwenye familia zao hakujawahi kutokea waziri kabla yao, hakujawahi kutokea rais kabla yao, au wabunge kabla yao. Kwa hiyo kama wao walikuwa wa kwanza na wakaweza kufanikisha kufika hapo, na wewe pia unaweza kuwa wa kwanza kwenye familia yenu, ukabadilisha familia yenu na ukawa mtu wa kwanza kufanya jambo kubwa ambayo watu watakuja kutumia wewe kama mfano wa kuigwa. Kwa hiyo chochote kile ambacho unawaza kukifanya, anza kukifanya na usiwe na shaka wala wasiwasi. Usiwe kama mtu unayeyumbishwa na kitu chochote. Mara baada ya kusema hayo, Mungu akubariki. Amen.